Ya. Mwendo wa kuteleza sasa hivi. Nyama ya binadamu. Ya mno. Eti. Wewe malizia tu. Sio umesha unaiogopa? Nimesahau kuvaa pampers. Nitafai. Ukafai wapi? Wewe kusikia hapo kwanza. Wewe. Pampers. Unakimbia nini? Umeshakula. Na tulikwambia ni mwendo wa nyama tu sasa hivi umeshajiunga. Nini? Pampers nikavaa. Matulanya. Wala matulanya. Sasa nilikwambia msiwe mnaniletea vijana ambao wanachenga sana. Ngoja. Huyu atazoea. Tusiameshajiunga sasa hivi. Zuzuro katuambia kama huyo kijana yuko. Malizeni wasiwasi kabisa. Jamani. Nikavaa pampers. Hauna wewe maliza wasiwasi. Kwani unafanya kitu chochote? Tulia kwanza. Nikwambia usiniletee vijana chenga. Hamna, huyu sio chenga. Unajua nini? Atazoea tu, ndio mwanzo huu ameanza. Kijana, mama alisema ni wewe nikavae pampers. Nikavae pampers wapi? Nasikia bwana Deo. Wewe ndio umeshajiunga. Sasa unataka kujitoa nini? Kijana. Unasikia? Wewe basi. Bwana Pita. Hebu nisikilize kidogo. Bwana Deo. Haya ndo mambo ya. Ndo mambo ya eti. Sasa kunenepa wapi? Wewe bado unaanza kulia sasa hivi nyama tu. Hata Ronaldo bado hii hapa ni kidogo tunabaki. Hata mchuzi ujaje mmaliza. Bebe nkwenkwa rinje kone. Ulikoshi. Ya basi. Ani woni. Bwana Matulanya. Bado inaambiaje? Msiniache chenga. Bebe nkwenkwa nne kage baba. Baba nakuheshimia baba. Ndio basi unasikia? Wewe utazoea tu mdogo sawa? Wa ile makago hayaga kitu. Unataka manyea. Twende basi ngutoe kidogo eti. Akaa tu bwana Zuzuro. Labda baba hujampa masharti ya kazi. Kazi leo. Hapa inayofuata ni kazi. Unasikia? Tulia hivi. Siku ya kwanza waga ni ngumu. Ila ya pili upeleza. Sawa? Pampers yangu nimeisahau. Umesahau pampers tena? Wewe tulia. Umetuelewa? Sasa hivi umeshajiunga. Sawa? Sasa hapo safi. Ya kwanza ni ngumu, ya pili ni kuteleza. Ukija kurudia tena. Yaani hapo ulishazoea. Unaona kama sisi hapa. Mwanzoni afadhali na umejitahidi, umekula hivi. Kama katamweti. Wewe. Tulia sasa sema ukweli unaoni wewe nini? Katamu mchapo kana keleka katamu. Wanaambia hawa ndo walafi wewe. Walafi kumbe amekapenda. Ninajifanya ninalia kumbe ninacheka. Hapa ni mteleza tu. Bwana Pita. Tulia kijana. Bwana Zuzuro. Mwendo wa kuteleza. Sasa feli wapi? Sasa umeshapata mwingine. Sasa hivi Bwana Deo. Mimi niwaambiaje? Huyu kijana anaweza na atazoea. Tumsubiri mke wangu atoe vyombo hapa jamani. Unajua taratibu sana jamani. Janeti, abe mama. Njoo. Abe mama. Pata kitu. Vipi kuhusu shule wewe binti? Mama, mbona ni shule wanaenda? Sijaenda leo tu. Na jana? Nilikuwa najisikia vibaya. Uliniambia? Hamna. Sasa hivi umeshaanza kujiamulia tu, niache tu kwenda shule najisikia vibaya nisimwambie hata mama. Hamna mama, mimi kesho tu nitaenda shule. Soma kwa bidii. Kaka yako huko anahangaika na kuhangaikia wewe. Mama! Dada Janeti! Dada Janeti! Njoo nitoe huku jikoni. Sasa mdogo wangu Habiba hivi. Mwanangu alishafariki muda mrefu, tena sauti yake inatokea wapi? Mwanangu. Habiba. Mama. Mama nyamaza. Kama yuko haya atarudi mama nyamaza.
kazi mlionituma ya kwenda kumuua Harrison ni kazi ngumu sana. Sasa inatakiwa tufanye mbinu gani ili tuweze kumdhibiti? Sasa huyo tunatumia mbinu moja tu, machachari. Tunaenda kumvizia kwa pamoja. Hiyo mbinu ni nzuri sana. Tutafanikiwa mapema sana. Hiyo imeisha. Ondokeni. Kazi shira. Kazi finish. Ondoka. Niende nikamwone Mungu. Ai, ngoja nijaribu. Ningeyuka. Kumbe raha hivi sasa. Yaani nimefika bila nilikutana na Mungu huko. Sasa Mungu sasa hivi yangu sasa. Najua na huko. Hata hizi njia. Yeye anatumia njia yake na mimi natumia yangu. Tunaonyeshana ubabe sasa na yeye anajifanya. Tunadanganya watu kwamba atarudi mpaka sasa hivi bado hajarejea. Sasa hivi naweza hata kukutana naye namna hiyo. Sasa hivi nikamsalimie nani sasa hivi? Kuna demu wangu. Ngoja. Enda kule. Hajana. Demu wangu. Sasa demu wangu tukukute upo. Mambo yao mwanangu yanatisha sana. Kijana. Odi. Za shughuli. Njema kabisa. Za kazi. Maraba ujambo. Habari za nyumbani. Nzuri tu. Za kazi vijana. Za kazi vipi? Sawa. Safi kabisa. Karibu vijana. Asante sana. Karibu wazee wangu. Asante kiti. Sisi tumefika hapa kwako hapa. Sawa. Tunashi. Sasa mwenyekiti, hapa tumekuja hapa kwako. Sawa. Yaani hapa kijijini kwetu hiki mwenyekiti wetu. Hakieleweki mwenyekiti, yani mauzauza mengi bwana Beka. Hebu sema naye bwana Beka. Kweli jambo ambalo ameliongea JB. Kwa kweli kijiji hiki kimekuwa kinatisha sana. Na tena kinatisha kama ukoma. Sawa. Unaona? Mambo mwenyekiti tunayokumbana nao kwa mtaani. Ni ya changamoto. Kwa mfano mimi juzi nilikuwa shambani. Niko busy na shamba kulima hivi. Baada ya muda likanitokea likipweko, yani hapo mwenyekiti unaelewa? Kama mzimu kama mzimu fulani hivi. Kwa kweli nilikimbia sana. Nikawa najiuliza hiki kijiji kina nini? Sawa, pole sana. Pole sana kijana. Hata last hapa na yeye ukimuuliza naye ni kilio ni hicho tu. Sawa. Yaani kijiji chetu kina matatizo kama yote mwenyekiti. Sawa. Kwa hiyo sisi tumeona tusipoteze muda, bora tufike tuone uongozi. Sawa. Tuone unatusaidiaje. Ali mwenyekiti atulali. Yaani tunakutegemea mwenyekiti. Wewe ni kiongozi wetu. Sawa kabisa. Tuna imani na wewe. Hamna imani kabisa. Sasa mimi labda kuna kitu gani nyinyi mnavyohisi
Maana tupeane mawazo hapa. Kuna lauda mnahisi nini? Unasikia mwenyekiti? Mimi kabisa kama mimi ninachokiomba hapa na vijana wenzangu. Sawa sawa. Inatakiwa kabisa yani haya matatizo yaishe. Maana hatulali, hamna amani. Kwa kifupi sisi tumepambana mpaka tumechoka, ndio maana tumeamua kufika hapa. Wewe ndio tutatuliza. Tusaidie shida yetu mwenyekiti. Kwa sababu ndio maana nawauliza hivi, mnahisi nini? Hayo mauzauza mnahisi nini? Mnapojifikiria mnahisi nini? Uchawi au nini? Huo ni uchawi. Mwenyekiti kumbe nao mwenyekiti. Unajui mwenyekiti huyo ajue kwa sikia. Sawa, kwa sababu mimi ninapowauliza hivi. Jamani tusiongee sana. Kuna mambo mengi, sikiliza, kuna mambo mengi ambayo mimi nayajua yale ya mauzauza. Kwa hiyo na nyinyi mmekuja, ina maana kumbe hayo mambo bado yanaendelea kijijini hapa ambayo mimi nayo yasikia. Unajua kitu unachokisikia tu baada ya kupewa taarifa kamili ndipo sasa unaweza ukafikiria lauda mengine. Kumbe ni yale ambayo mauzauza kama uchawi hivi. Sasa mimi nimewelewa. Nimetambua shida yenu. Sasa mimi cha kusema tu ya kwamba msubiri, muwe wavumilivu katika kipindi hiki kigumu. Ambao muwe wavumilivu. Mimi nitaita kamati yangu ya serikali ya kijiji ili sitachelewa. Ili tukae tuyajenge, maana humo ndani ya kamati. Sikilizeni vijana. Sasa tena usubiri mpaka kamati ya. Sitachelewa. Maana nyinyi ni wananchi wangu. Siwezi nikawaacha muumie zaidi. Mimi nitashughulikia muda si mrefu. Wewe mwenyekiti, kwanza mpaka tumefika kwako hapa, wewe ni mtu mzima kabisa mwenyekiti. Tumekuja kuletea jambo. Tena upelekee mwenyekiti. Sawa. Hebu fanye namna kabisa. Sisi hapa kijijini tumechoka. Au sisi mwenyekiti sio wakaaji. Sisi kama tulikuwepo mwenyekiti. Mwenyekiti haina shida. Sisi mwenyekiti tuende sasa, tunaona haina shida. Nyinyi tutayamaliza. Yataisha tu. Mwenyekiti yataisha. Jitahidi sana mwenyekiti. Haina shida. Hodi. Asante. Marahaba, jambo. Habari za hapa? Nzuri. Mama hajambo? Hajambo. Mama kaenda wapi? Kaenda kazini. Kazini? Siku hizi mama anafanya kazi? Hata sijui. Wewe msubiri uje umuulize anafanya kazi gani. Mama anafanya kazi mdogo wangu? Nimekwambia dada, msubiri uje umuulize anafanya kazi gani. Wewe ina maana hujui mama wako anayofanya kazi anayofanya? Ndio mimi sijui, ndio maana nakuuliza mama anafanya kazi gani. Mimi mwenyewe hapa sijui sasa. Jamani, mama anafanya kazi? Kwa sababu dada naona tu mnanisumbua. Ngoja mimi nikacheze. Ai mdogo wangu. Mimi naenda kucheza. Kama hii kazi. Mama siku hizi anafanya kazi? Wapi, kazi gani? Nisijue mimi mwanae kwamba anafanya kazi mama. Kazi gani anayoifanya mama? Jamani. Mbona matatizo yananisonga mimi? Mume wangu naye shida tu. Mama naye siku hizi anafanya kazi. Kazi. Jamani. Mume wangu naye kila mara anaenda kwa mama mkwe. Hivi mama na mkwe wake wanafanya kazi gani? Kuna nini? Mbona mimi nashindwa kuelewa? Ngoja nimsubiri mama nije nimuulize kazi anayoifanya.
Mbona umetulia? Nimetulia mama. Nimetulia kwa sababu kuna jambo. Jambo gani? Umewasikia wale vijana ambao nilikuwa nazungumza nao hapa? Nimewasikia. Sasa wao vijana wamekuja na changamoto. Yaani hapo wana kilio. Kila mmoja alikuwa na kilio chake, lakini kilio ni kimoja kwa sababu walikuwa katika mazingira yao, lakini wakakutana na changamoto ya mauzauza. Hapo. Sasa kingine, juzi hapa si nilikuwa naenda saluni. Nimefika kule saluni, nikawa nasukwa na Debora. Sawa. Kama unavyojua stori za wanawake sisi. Hatuishiwagi stori. Sawa. Kama tunapiga stori za kuhusu kule msibani. Tumeongea. Sawa. Mara mwenzangu akaniambia mimi mchawi siwezi kumuogopa, kwanza nina nguvu. Nikamwambia una nguvu mimi naweza. Siwezi nikamkimbia mchawi. Mara tumekaa hapo tunaendelea kusukana. Kuna katoto kakatokea. Katoto kajirani tu hapo. Kakawa kametokea kale katoto. Kakafika kanauliza nyewe mnataka nguvu, nikakwambia mimi hapana. Anahitaji nguvu ni mwenzangu. Kwa mimi sihitaji nguvu. Akadai akampiga pale mwenzangu akazimia, nikaita msaada akaja akakombolewa na watu. Sasa haya maisha mimi nimeachoka. Ina maana nyinyi mlikuwa mnahitaji nguvu. Mbona sijakuelewa pale? Mlikuwa mnahitaji. Kwa nahitaji nguvu ni mimi ni yeye. Au hujanielewa nini? Alafu usinichanganye na baba Adija, sawa? Usinichanganye. Sikiliza. Yaani kuna point moja tu ambayo nilikuwa nauliza lakini umenielewesha, nimeelewa. Sasa mimi kikubwa nimewaambia ya kwamba nitakaa na kamati yangu tuyamalize hayo. Utakaa mpaka lini? Kila siku unasema utakaa mpaka lini? Haya mambo nimeyachoka. Mimi naondoka narudi kwetu. Subiri mama. Pambana na maisha yako bwana, hapa ni kijijini kwenu, mimi siwezi. Subiri mama Adija, kuna kitu kimoja ambacho unielewe. Haya mauzauza haya asitufanye na tufarakane na wewe. Ina mambo ya mauzauza ya kule, alafu wewe unasema uende nyumbani. Sikuelewi. Auza na wewe ulikuwa na ile nguvu ambayo ya wachawi. Iko wapi? Ningekuwa nayo ningekuwa nateseka. Sasa mbona unaanza kutamka mambo ya kuachana nini? Tunaachana kwa sababu hutoi msaada wote.